Bunge News. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana kwa kunipatia nafasi ya kuchangia. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kukutanisha sote hapa siku ya leo ambapo tunaendelea na mjadala wa bajeti kuu ya serikali. Kwa moyo wa dhati nampongeza Rais wetu kipenzi Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake mahiri, kwani tumeona katika bajeti kuu tuliosomewa pamoja na mpango wa maendeleo nchi yetu imepata mafanikio makubwa katika kuendelea kujenga uchumi, lakini vile vile miradi yote mingi ya kimkakati imekamilika. Hivyo wananchi wetu wamepata fursa ya kuchangia katika shughuli za uchumi. Niwapongeze mawaziri wawili, kwa kweli wametusomea bajeti pamoja na taarifa ambayo tunaona kwa kiwango kikubwa inakwenda kuleta majawabu kwa Watanzania. Nampongeza mwenyekiti wetu wa kamati ya kudumu ya Bunge ya bajeti kwa kuwasilisha taarifa ambayo imefanya uchambuzi wa taarifa ambazo zilisoma. Mheshimiwa Mwenyekiti, mchango wangu utajikita katika taarifa iliyosomwa. Na eneo la kwanza ambalo nakwenda kuliongelea ni swala zima la umwagiliaji. Sote tunafahamu kwamba umwagiliaji ni msingi mkubwa wa mageuzi katika sekta ya kilimo, lakini vile vile ni kichocheo cha kuongeza uzalishaji, lakini pia kuongeza pato la taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, niipongeze serikali kwa kuendelea kutenga na kuongeza bajeti katika eneo la umwagiliaji. Tukiangalia katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, kuanzia mwaka 2021-22, bajeti imeongezeka kutoka bilioni 46.5, na tukiangalia katika makadirio ya bajeti kwa mwaka huu, bajeti hii inakadiriwa kuwa bilioni 308.7. Ongezeko hili ni zaidi ya mara 6. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika eneo hili tukiangalia kuna changamoto kubwa mbili ambazo zimeongelewa katika taarifa ya kamati ya bajeti. Changamoto ya kwanza ni utoaji wa fedha. Taarifa imeonyesha kwamba hadi kufikia mwezi Mei mwaka huu, fedha iliyotolewa katika eneo la umwagiliaji ilikuwa 57.6, lakini madai ya wakandarasi yalikuwa takribani bilioni 109. Niipongeze serikali kwa kuweka ahadi ya kutenga bilioni 25 kila mwezi ili kulipa madeni ya wakandarasi. Kwa hiyo nilikuwa na mapendekezo makubwa matatu katika mwaka ujao wa fedha. Kwanza, serikali ihakikishe katika sekta ya umwagiliaji bajeti iliyotengwa inatolewa kwa wakati. Lakini la pili, tumeona miradi mingi ya umwagiliaji haijakamilika. Kwa hiyo nilikuwa ninashauri kipaumbele cha utekelezaji kiende kukamilisha miradi ambayo haijakamilika. Tatu, ni serikali iendelee kutoa fedha bilioni 25 kama ilivyoweka ahadi. Jambo lingine ambalo nitakwenda kuliongelea katika umwagiliaji ni fursa tulizonazo kama nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi yetu imebarikiwa kwa kuwa na eneo la takribani hekta 29.4 milioni kwa ajili ya umwagiliaji. Lakini tukiangalia hadi mwezi Aprili mwaka huu ni takribani hekta 835 ndizo zimeendelezwa. Hii ina maana hadi kufikia mwaka huu tumeweza tu kutumia 2.8 ya eneo linalofaa kwa umwagiliaji. Lakini pia tukiangalia ilani ya chama changu cha Mapinduzi imeweka lengo la kufikia hekta milioni 5 itakapofika mwaka 2030. Na hii ni mara 6 ya eneo ambalo linatumika kwa umwagiliaji hivi sasa. Nilikuwa na mapendekezo yafuatayo. Tumeona miradi mingi ya umwagiliaji kwa sasa inatumia uwekezaji unaofanywa na serikali. Hivyo nitoe rai kwa serikali kuangalia jinsi gani itawavutia wawekezaji kutoka sekta binafsi. Pili, nilikuwa napendekeza miradi ufanyike upembuzi yakinifu ili kuweza kuangalia jinsi gani tutakuwa na miradi ya PPP katika eneo la umwagiliaji. Na mwisho kabisa, ili umwagiliaji uweze kuwa na tija,
tunahitaji kuhakikisha tunakuwa na pembejeo zinazotosheleza mahitaji ya wakulima, lakini vile vile huduma za ugani zinaendelea kuimarishwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo la pili ambalo nakwenda kuliongelea ni budget inayozungumzia usawa wa kijinsia, yani gender responsive budget. Niipongeze serikali kwa mara ya kwanza katika bajeti yetu imeweza kutoa tamko la utengaji wa bajeti inayozingatia mahitaji ya kijinsia, ikiwa ni kiambatisho cha bajeti kuu ya serikali. Mheshimiwa, nilipopitia taarifa ile nimeona kwamba serikali imeweza kufuatilia utolewaji wa bajeti katika wizara 9 za kisekta, lakini vile vile imeweza kufanya tathmini katika mikoa 9 na wilaya 1, na matokeo yaliyoonekana katika bajeti ambazo zimepangwa imeonyesha kuwa serikali imejipanga kutatua changamoto zinazowahusu wanawake na wanaume. Na kwa upande wa wanawake, serikali imejipanga kwenda kuangalia ni jinsi gani tutaongeza kiwango cha wanawake wanaomiliki ardhi ili waweze kupata dhamana pale kinapokuwa kigezo cha kupata mikopo. Lakini cha pili, kwa upande wa wanaume, serikali imeweka mipango ya kuangalia itaweka afua gani ili kuhakikisha umri wa wanaume wa kuishi unakwenda kuongezeka. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa na mapendekezo matatu katika mwaka ujao wa fedha. Serikali iendelee kutoa maelekezo kwa maafisa masuhuli ili wanapokwenda kuandaa bajeti zao wazingatie mahitaji ya kijinsia ya wanawake na wanaume, lakini pamoja na vijana wa kike na wa kiume. Lakini la pili, tumeona taarifa hii kwa sasa haikwenda katika wizara zote au mikoa yote. Kwa hiyo nilikuwa naishauri serikali tathmini hii ifanywe katika wizara zote, mikoa yote na wilaya zote. Tatu, nilikuwa pia napendekeza tuboreshe zoezi la ufuatiliaji na tathmini wa upangaji wa bajeti unayozingatia masuala ya kijinsia. Na kwa kufanya hivyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, tutakuwa tumeongeza kasi ya utekelezaji wa masuala yanayohusu jamii yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa naunga mkono. Asante sana. Asante sana.